Hii dunia mpendwa ina majaribu na hayataisha kwa bahati mbaya. Yaani kuna vitu viwili ambavyo havitaisha hapa duniani. Cha kwanza ni starehe. Starehe haitaisha. Na cha pili ni matatizo. Matatizo hayataisha. Yatakuwepo. Kwa hiyo unataka hutaki, majaribu yatafanya nini? Yatakuja. Panda juu kuwa rais wa nchi, utakutana na majaribu ya kiwango cha mkuu wa nchi. Panda juu kuwa mkurugenzi kwenye kampuni na taasisi na shirika, utakutana na majaribu ya mkurugenzi wa taasisi na shirika na kampuni. Panda juu uwe mkuu wa mkoa, utakutana na majaribu na matatizo ya mkuu wa mkoa, ya kifedha, ya kiuchumi, ya kijamii, ya kiroho na ya kiimani. Kama moyo wako ni wa kunywa sumu, kama moyo wako ni wa kukata tamaa ili unywe sumu, aisee, utakufa sana. Sikatishi tamaa, ila utakufa sana. Kuna wakati utapitia mambo usione sababu ya kuamka asubuhi, ila unasema sina namna, nitaamka. Sio kwa sababu unajisikia, ila ninalazimika kuamka. Lakini kama isingelikuwa uchaguzi wangu, ningelichagua kifo. Ila unachagua kuishi kwa sababu unawajibika kuishi. Kwa hiyo kama una tabia ya kuomba sumu, mchumba hajajibu message, unakimbilia sumu ya panya, umelogwa wewe. Kwa sababu utaolewa, halafu utakutana na jaribu la ndoa huko zito lenye uzani usioelezeka. Wenzako wako huko wanaishi, hawajui waume zao wamelala wapi na wamenenepa. Yaani mwanamke amenenepa na hajui mwanaume amelala wapi na amenenepa. Akitembea unasema mwanamke anafanya nini? Anatembea, ila hajui mwanaume amelala wapi na limenenepa na mashapu. Wewe hujajibiwa message, umejiua. Asiporudi si utajichoma moto? Kuna wenzako wako hapa, analea watoto wa mume wake aliowazaa nje ya ndoa, 2, 3, yuko nao hapo nyumbani, ni watoto wake, naye anahangaika nao, na amenenepa na amepiga wanja, yuko hapa. Alafu kuna wewe ambaye unamwambia mbona pale kanisani uko umesimama na mtu huyu ambaye mnasumbuka, Bwana amekuja naye kanisani. Kuna mwenzako wa kwake kila siku akiwahi mapema sana, amerudi nyumbani saa 6 na hali chakula, anamsubiri husband, anamsubiri mister, hagusi mpaka mister afanye nini. Akiwahi sana mister anaingia saa ngapi? Na kazini anatoka saa 10 na amenenepa. Akitembea unasema mama wa watu, mashallah. Sio mashallah, ndoa ni mashala. Ila aliona nikiabeba nitakufa kabla ya wakati wangu, niache watoto wangu yatima. Sitaacha watoto yatima, nitaishi. Akatafuta sababu nyingine za furaha, akatafuta sababu zingine za amani, akatafuta sababu nyingine za kuishi, aishi asife. Ila aliwaza kufa kama wewe, ila alichagua kuishi. Neno likiondoka moyoni, shetani atakwambia wafa, umeisha, wafa, umeisha, wafa. Hey, hakuna kufa. Kumbuka jaribu lako shule ya msingi lilikuwa mtihani wa Kiswahili. Kumbuka jaribu lako shule ya msingi ilikuwa mwalimu wa zamu mkali. Kumbuka jaribu lako shule ya msingi ilikuwa hujabeba kidumu na ufagio, fimbo. Kumbuka jaribu lako shule ya msingi hujabeba daftari, fimbo. Ndio jaribu hilo. Ukaja ukachangamka, ukaja ukajua neno nakupenda, ukapata wa kwanza yule wanakupenda, mkaapiana chini ya ule muembe, unakumbuka? Mkaambiana kwamba haki ya Mungu, mimi sitaolewa na mtu mwingine usiponioa.
Ulikuwa ukimwona amesimama na mtu unataka kufa, sasa hivi hujui amefia wapi. Hata sura ukimwona humjui, na ukija kumwona sema mbona kama viwango vilikuwa chini sana. Usijue kwa ajili ya jambo la leo. Ishi neno likae moyoni mwako. Shetani atakuhubiria umeshindwa, shetani atakwambia umeanguka, shetani anakuambia umefilisika, shetani anakuambia umeisha, lakini neno litakwambia Mungu anasemaje kuhusu wewe. Neno. Punguza hisia, ongeza imani kwa njia ya neno. Nimeteseka tangia mwaka jana mwezi wa 8. Nilikuwa siwezi kutembea. Namshukuru Mungu wa madhabahu hii. Nimeoshwa miguu, nimeweza kutembea. Namshukuru Mungu wa babangu Peter Ikera.